Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu yangu katika iman, ama tukiwa katika mwendelezo wa kipindi chetu hiki ambacho kinaitwa athari za uchawi na mashaitani kwa binadamu. Kipindi hiki leo ni kipindi cha pili. Tulitangulia katika kipindi chetu cha kwanza tukaelezea nini maana ya uchawi, uchawi hasa ni kitu gani. Walillahi alhamd, tukaelezea kupitia kilugha ya Kiarabu, lakini vile vile na wanazuoni wa kisheria wanazungumza nini hasa kuhusiana na uchawi, na tukaona kwamba tukaelezea baadhi ya njia ambazo wanazitumia wale wachawi wenyewe kuweza kujikurubisha kwa mashaitani, njia ambazo ndani yake kuna kufuru, kuna shirki, kwa lengo wanufaishwe tu na wale mashaitani, wapewe pawa ambazo watakazozitumia katika kuwaharibia watu ndoa zao, kuwaharibia watu maisha yao, kuwaharibia watu watoto wao na vitu vingine mbalimbali. Na leo tuliahidi kwamba tunataka kuelezea hasa dalili zilizokuwemo ndani ya Qur'ani za kuwepo uchawi, kwa sababu kuna baadhi ya watu hawaamini, na ni Waislamu, hawaamini kwamba kuna uchawi au kuna mashaitani. Sasa tulitaka kuzielezea dalili za kuwepo uchawi au za kuwepo uchawi katika Qur'ani tukufu, lakini kuna kipengele ambacho ni muhimu sana itabidi tuweze kukimalizia, alafu insha Allah biidhnillah katika kipindi kitakachokuja ndiyo tutaweza kuelezea dalili katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya uhakika wa kuwepo kwa uchawi. Leo tunataka kuelezea ama kumalizia kipengele ambacho kinasema maisha anayopitia mchawi. Mchawi anapitia maisha magumu sana. Usione kwamba yule anayefanywa uchawi kwamba yeye peke yake, yule anayerogwa, yule akahangaishwa maisha yake, kwamba yule ndo anapitia shida, bali hata huyu mchawi mwenyewe yeye hanufaiki hapa duniani wala akhera, na anatambua hicho anachokifanya hakimnufaishi duniani wala akhera, kwamba yeye mwenyewe kuna shida anazipitia. Lakini tunaona namna gani watu hao walivyokuwa na roho mbaya sana, roho ngumu sana. Ana khiari kwamba na yeye pia aweze kuishi kwa shida, kwa tabu, lakini kusudi tu amalize mtu. Zipo athari ambazo wanazipitia hawa wachawi nao. Miongoni mwa athari hizo, mchawi huwa anaishi katika hali ya kimateso sana ya nafsi, pamoja na mke wake, pamoja na watoto wake. Lakini vile vile mchawi ni mtu ambaye hawezi kulala vizuri, hawezi kulala kwa umakinifu na moyo uliotulia. Yeye anakuwa ni mtu mwenye dhiki, hapati usingizi, ni mtu mwenye kufadhaika sana, mwenye kushtuka sana. Yani manake moyo wake unakuwa hautulii, hana raha, kutu anakuwa ni mtu ambaye furaha hana. Hususan akiona kwamba yule mtu ambaye amekusudia kumfanyia ubaya limfike jambo fulani, likawa jambo lile halijamfika, basi huumia, huteseka sana katika nafsi yake. Lakini vile vile usingizi wake kama tulivyoelezea unakuwa wa taabu, anajiwa na picha za ajabu ajabu, kwa sababu na sio yeye tu, hata watoto wake vile vile. Kuna baadhi ya wachawi ambao wanatumia tarika tusuflia, hawa hawapati kizazi kabisa, na wanaikiwa sharti kwamba bwana, tunakupa ilmu hii au tunakupa pawa hii, lakini wewe hutopata kizazi. Na kuna wapo wengine ambao wanaambiwa au wanapewa sharti kwamba wanapopata kile kizazi waue kizazi chao, labda mtu auwe mtoto wake, au auwe labda mzazi wake sana, na kwa mtoto wake, kwamba mkeo akipata mimba tu mimba inaharibika, kwa sababu huwa wanapewa sharti na wale majini. Kwa hiyo wao wenyewe huwa wanaishi katika hali ya mateso, ya dhiki, na hii ndiyo kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Atakayejiepusha na mawaidha yangu, Mwenyezi Mungu anasema fa inna lahu ma'ishatan dhanka, basi kwa yakini atapata maisha yenye dhiki.
lakini wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu, kwa kule kukengeuka au kupuuza aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia tunataka kuelezea athari au dalili za wale ambao tunawaita mashhur, wale watu ambao waliokuwa sasa wamerogwa, wamefanyiwa ule uchawi. Ni zipi dalili zao? Kuna dalili za kimwili ambazo mtu ukiwa nazo basi itakuwa moja kwa moja na wewe umeathirika na hili suala la uchawi. Tutapata mapumziko kidogo, tukirudi tutaweza kuelezea dalili ambazo zitakujulisha wewe sasa kwamba tayari ile athari ya uchawi imekupata. Miongoni mwa dalili ambazo zitakujuza wewe kwamba mwili wako hauko sawa, ndani ya mwili wako kuna sihr, kuna uchawi, basi kwanza ni kukaza kwa kifua. Kifua chako kuhisi kizito, kimekaza, lakini vile vile uchovu, viungo hivi vichovu sana, kama mtu ambaye uliochoka. Kuna watu wakiamka asubuhi, utakuta mtu kaamka pengine saa 3 au saa 4, basi hainuki kitanda, hainuki katika kitanda hapo, kwa sababu mwili wake umekuwa ni mtu mchovu sana, kama mtu ambaye labda walikuja watu wakamkanyaga mgongoni wakamvunja viungo vyake, anakuwa na mwili mchovu kweli kweli. Basi hii ni katika dalili kwamba wewe unafanyiwa uchawi. Na huzuni mara kwa mara, kuna watu wana huzuni, hawana raha katika maisha yao, kutwa mtu amejiinamia, kutwa mtu hana furaha, mtu anadhikika, anatamani kila wakati kukaa peke yake, hawezi kukaa na watu, anahisi watu wanamchukia, anahisi watu hawampendi. Kumbe si hivyo, lakini sasa ile sihr ndiyo inamfanya yeye kupata hali hiyo ya dhiki, anakuwa na huzuni tu, hana furaha. Na unajiuliza kwamba huyu kitu gani kinachomnyima furaha? Wala hakuna sababu, kama katika kipindi tulichotangulia kwamba uchawi unaficha sababu yake, sababu yake unaficha. Unamkuta tu yule mtu yupo katika hali hiyo, lakini haijulikani sababu ni kitu gani. Lakini dalili ya pili ya mtu ambaye sasa katika mwili wake au katika maisha yake kwamba kuna uchawi ni kutokuwa na akili. Mtu anakuwa akili zake muda mwingine kama zimeruka, kama hawezi kupambanua kipi kizuri kipi kibaya. Muda mwingine mtu akili yake haiwezi kufikiria kwa haraka, inaweza katokezea kitu hajui afanye nini. Yani manake hawi mtu ambaye mwenye fikra ya haraka, mwenye maamuzi ya haraka, au akatambua kitu akaweza kupambanua kitu kwa haraka, hawezi. Inakuwa akili yake nzito sana, muda mwingine inakuwa ile akili ipo mara haipo. Basi hiyo ni katika dalili kwamba wewe umefanyiwa uchawi. Lakini vile vile na kuacha kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu inajia hii hali kwamba yeye hamkumbuki, hana muda kabisa wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unakuta kwamba mtu huyo akitaka kusali, basi anajiwa na dhiki katika sala yake, anajiwa na sahau katika sala yake. Au unakuta mtu akisoma Qur'ani anasinzia, ule muda wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu shida ndio inampata pale pale. Lakini huyo akisema achukue simu aanze kuangalia TikTok, aanze kutizama WhatsApp na Facebook na mitandao mingine, mambo ambayo labda hayana maana yoyote, ni mambo ya upuuzi, basi anakuwa mtu ambaye safi kabisa. Yani unakuta mtu ambaye hasinzii wala hachoki, anaweza akakaa na simu hata masaa mangapi, lakini akishika msafu hapo hapo anasinzia, analala, akisali mara anajisahau. Inakuwa katika hali hiyo kwamba kule katika suala la kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye anakuwa hayupo katika hali nzuri, yani ni mchache wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, au anapata dhiki, shida katika kule kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini dalili ya tatu, mapigo ya moyo ghafla, mtu kuhisi moyo unaripuka, moyo unakwenda speed nyakati za usiku, ikifika saa 6 saa 7 moyo mtu unamwenda mbio, hofu zinamjaa. Basi hii ni dalili kwamba wewe si mzima, bali mwili wako una sihiri ndani yake. Lakini dalili ya 4, kusisimka kwa mwili. Unakaa unahisi labda mikono inatetemeka, macho yanatetemeka, mwili unahisi nywele kama zinasimama hizi malaika, mwili unatetemeka, yani kila wakati kwamba wewe unakuwa ni mtu mwenye kusisimka. Au ukipita sehemu kuna kiza, unakuwa mtu unasisimka mwili wako.
basi hii ni katika dalili pia kwamba wewe umefanyiwa hizi sihr. Lakini vile vile kutokutulia kila wakati wewe mtu wa harakati tu, wahka kwamba wewe hutulii ile nafsi yako, hujui unataka nini, hujui unafanya nini, basi pia hii ni katika dalili kwamba wewe unafanyiwa uchawi. Dalili ya tano, kuwashwa mwili. Kuna watu wanawashwa mwili hata akoge mara 10 mara 20, lakini mwili unamuwasha, anajikuna mpaka anajitoa alama, anajitoa mapele, anawashwa tu yeye. Mtu anajikuna mpaka anatafuta mtu amkune, amsaidie, anachukua kitana kabisa anamsugua hivi, manake kila anapojikuna ile hali ndio inazidi. Basi pia hili katika hali kwamba wewe umefanyiwa uchawi. Hasira za haraka, kila wakati wewe ni mtu wa hasira tu, jambo dogo si jambo wewe unapayuka, unainuka, una hasira kweli kweli. Mtu amkuta na hasira mpaka anaanguka chini, basi hasira hizi za mara kwa mara, hasira za haraka, wewe ni mgonjwa. Dalili nyingine, wasiwasi kuwa mwingi. Unakuta mtu anakuwa na wasiwasi, anaweza labda akakaa katika nyumba, atafunga milango mara 6 mara 7, kila kati anaenda kutizama, nimefunga sijafunga. Katika kitanda atakunuta, atakupua zaidi ya mara ngapi sijui. Anakuwa ni mtu mwenye wasiwasi, akitembea kila kati anageuka nyuma, sijaangusha kitu mie. Yani anakuwa ni mtu ambaye wasiwasi. Basi dalili hiyo ni katika dalili kwamba wewe umefanyiwa uchawi. Dalili ya 4 dalili ya 7, uvivu mwingi. Kuna watu wamekisirisha suala la uvivu, yani mtu anakuwa mvivu kweli kweli. Unakuta mtu analala, anaamka kitandani, katoka kulala, moja kwa moja anakwenda ukumbini, analala kwenye kochi. Yani yeye ni mtu wa kulala tu, mvivu, hawezi kazi yoyote. Basi uvivu uliopitiliza ni katika dalili kwamba wewe sasa umefanyiwa sihr. Lakini vile vile maumivu ya kichwa mara kwa mara. Kuna watu na maumivu ya kichwa mara kwa mara, upande wa kulia au upande wa kushoto, lakini yeye inamjia ile hali kwamba kichwa kinamuuma mara kwa mara. Kashajaribu madawa mengi, lakini hakuna dawa ambayo iliyomsaidia. Lakini dalili ya 9, ndoto za kutisha mara kwa mara. Kuota ndoto za kutisha, kila ukifumba jicho mara unaota unafukuzwa, mara unaota unaingia kwenye mashimo, mara umelala na nyoka, mara sijui unafukuzwa na mbwa, mara unapaa. Basi hizi ni dalili kwamba wewe unafanyiwa uchawi. Lakini dalili ya 10, chuki kwa wanandoa. Mtu kutengenezewa chuki baina yake na mke wake. Mume anamchukia tu mke bila sababu, hana muda na mke wake. Mke akisogea kukaa naye karibu, anaona kama anamkera, anamuudhi, hana time na mke wake. Basi mara nyingi sana wachawi huwa wakileta uchawi wa kufarakanisha mke na mume, huwa wanatengeneza kitu kama hiki, mume kumchukia mke wake. Lakini muda mwingine kuharibu hata ule upendo na kuwa haupo kabisa. Dalili ya 11, kuchukia kufanya kazi. Mtu anachukia kufanya kazi. Unakuta pengine mtu kafanya juhudi au kafanya kazi muda mrefu, karibia na mafanikio, anaacha kazi ghafla tu, anachukia kazi ile. Lakini dalili ya 12, kuathirika sana na kuwa na mifadhaiko, hasa wakati zinaposomwa aya za Qur'ani zilizozungumzia kuhusiana na uchawi. Mfano aya za ruqya, ikisomwa ruqya unakuwa na mifadhaiko, unakuwa hutulii. Unakuta tena ndio hivyo kwamba unahisi mwili unachemka unaposikia kisomo cha ruqya au visomo vingine ambavyo vinazungumzia masuala ya majini na uchawi. Lakini dalili ya 13, kulia kupita kiasi. Kuna watu kila wakati anatamani apige makelele. Unakuta mtu analia tu peke yake, amejinamia, analia tu bila sababu, kwa sababu inamjia huzuni, akili yake inachanganywa, kila wakati analia. Na ukimuuliza sababu gani, pengine kakumbuka kitu cha zamani kimemtoa machozi. Basi hii si hali ya kawaida, hii ni hali kwamba wewe unafanyiwa uchawi. Hizi ni baadhi tu ya dalili ambazo zitakujuza wewe sasa kwamba umerogwa au umefanyiwa uchawi. Biidhnillahi alkarim, inshallah tumeona leo tumalize kipengele hichi, lakini inshallah wiki ijayo tutaweza kuendelea na kipindi ambacho tutaonesha
dalili katika Qur'ani juu na hadithi juu ya kuwepo kwa uchawi. Ikiwa una jambo lolote, maoni au una ushauri au una swala au una shida au una jambo lolote, basi unaweza ukatutafuta kupitia nambari zetu ambazo ni +255 676 457532 au kwa Kiswahili pengine sijafahamika vizuri Kiingereza ni +255 676 457532. Tutafute inshallah kwa ushauri, kwa maoni inshallah, au na jambo lolote tutaweza kukusaidia. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, na kama una comment basi inshallah unaweza ukatuandikia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.